Maandiko yanasema kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu muangalie yule kanaye kwamba huyu anatenda dhambi, atende dhambi. Kwa nini maandiko yanasema kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi? Kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Lakini ukisoma Biblia inasema kwamba kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tulioko hapa wote sio wakamilifu. Sisi tulioko hapa wote hatuwezi kutembea katika kweli siku zote. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza 1:8 hadi 9, Biblia inasema kwamba tukisema hatuna dhambi twajidanganya sisi wenyewe na kweli haimo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Muangalie tena yule anaje, huyo ni malaika au sio malaika? Hakuna binadamu ambaye anaweza akaishi pasipo kutenda dhambi. Na kwa nini neno la Mungu linasema kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi? Je, tuendelee kutenda dhambi? Andika somo linaloitwa dhambi aina tatu na suluhisho lake. Dhambi aina tatu na suluhisho lake. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Huku tena Biblia inasema kwamba tukisema hatuna dhambi twajidanganya. Kwa kusudi hili mwana wa Adamu ndiye ambaye amedhihirishwa ili azivunje kazi za shetani. Kwamba sio kwamba hatutatenda dhambi, tutatenda dhambi, lakini ipo nguvu ya kuishinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Hili ni somo ambalo ni kiini cha somo mama ya njia ya wokovu. Tunapozungumzia njia ya wokovu, kiini chake ni dhambi. Hizi dhambi ndizo ambazo zimesababisha Kristo kufa msalabani. Muulize yule kanaye, vipi ukikosea huwa unatafuta suluhisho gani? Kuna wakati mwingine tunapokosea, tunapotenda dhambi, wengine wenye uchanga wa kiroho huwa wanafarakana na madhabahu. Kwenye uchanga wa kiroho wengine huwa wanatafuta chaka lingine, wanabadilisha madhehebu. Kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za shetani. Dini haitaondoa dhambi yako. Ipo nguvu ya kusuluhisha hizi dhambi. Huyu ni Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Utangulizi. Hivi dhambi ni nini? Inawezekana tunatenda dhambi lakini hatujajua dhambi ni nini. Dhambi ni nini? Tunapozungumzia dhambi, dhambi ni uasi. Uasi huu ni makosa. Kwa sababu hiyo dhambi ni kitendo cha kutenda kinyume na agano la Mungu. Manake unapotenda kinyume na agano la Mungu, manake umeasi. Ndio maana ukisoma katika amri kutoka 20 hadi 5, Mungu mwenyewe anasema kwamba Mungu akanena maneno haya akisema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mimi na wote tunahitaji kutembea katika agano la Mungu. Kwa tunapokuwa na miungu mingine, maana yake tumeasi, tumekeuka maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Mwanzo 2:16 hadi 17, tunaona Mungu anampa agano mwanadamu. Anapompa agano mwanadamu, mwanadamu ilikuwa anatakiwa aendelee kutembea katika agano lake. Anapomwambia matunda ya miti ya bustani waweza kula, lakini matunda ya ujuzi wa mema na mabaya usile, siku utakapokula utakufa. Alikuwa anatakiwa mwanadamu huyu aitii ile sauti ya Mungu. Kitendo cha kukengeuka na kuisikiliza sauti nyingine, maana yake ameasi. Unapotenda dhambi, umefarakana na agizo la Mungu, umefarakana na amri ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama atendaye dhambi ni wa Ibilisi,
Huyu ambaye anatenda dhambi anapobadilika na kuwa mtenda haki, anakuwa mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba hatutendi dhambi. Ndio maana madhabahuni hapa hatuwezi kumchambua mtu mwenye dhambi tukamweka wazi ndani ya kanisa, kwa sababu wote ni dhaifu. Ukisimama hapa mbele ukaanza kuchambua dhambi za kila mmoja ukamtaja fulana na dhambi hii na dhambi hii, hapo utabaki ndani ya kanisa, utabaki na viti vitupu. Kwa nini? Wote ni dhaifu. Kwa sababu hiyo mimi na wewe tunamhitaji mwenye nguvu ili aweze kutuongoza na kututia katika kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Mwanzo 3:1-6 tunaona binadamu huyu anakengeuka, anaasi, anaisikiliza sauti ya adui. Mimi na wewe tusisikilize sauti ya adui. Mimi na wewe tuisikilize sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hajawahi kukuchukia. Mungu hajawahi kuuchukia ulimwengu. Mungu anaichukia dhambi iliyoko ndani yako. Ndio maana ndani mwenye dhambi Mungu alikupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hakuchukii wewe. Mungu anaichukia dhambi iliyoko ndani yako. Ndio maana ulipotenda dhambi, Kristo mwenyewe alikubali kufa kwa ajili ya dhambi yako uliyoitenda. Alikufa kwa ajili ya kukomboa wewe uliopo katika dhambi. Yesu ni Kristo. Sijajua kama kuna mtu mmoja anapokea maneno haya. Dhambi ni ukengeufu wa kutotii sauti ya Mungu. Hii ni dhambi. Unapotenda dhambi, maana yake umekengeuka, umeitii sauti ya ufalme mwingine. Ndio maana katika Yohana 8:44 inasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, kwa kuwa ninyi mnapenda kutenda dhambi. Mimi na wewe tukatae ukengeufu katika jina la Yesu. Amen. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Mbili, katika utangulizi. Tunawezaje kuishinda dhambi? Tunawezaje kuishinda dhambi? Wewe unapotambua kuwa umekosea, huwa unafanya nini? Wewe unapotambua kwamba umetenda makosa, huwa unafanya nini? Hivi tunawezaje kuishinda dhambi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ili mimi na wewe tuweze kuishinda dhambi, ipo njia moja tu. Jumapili tumejifunza kwa habari ya msamaha. Tunawezaje kuishinda dhambi? Dhambi tunaishinda kwa njia ya msamaha wa Yesu Kristo. Tunapozungumzia msamaha, msamaha ni upendo wa Mungu. Sijajua kama najiuliza huu msamaha unawezaje kuishinda dhambi. Rumi 5:8. Rumi 5:8. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Amen. Mungu aonyesha pendo lake mwenyewe kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kristo alishakufa kwa ajili ya dhambi yako. Kinachobaki mimi na wewe ni kutii na kunyenyekea mbele za huyo Kristo. Unapotenda dhambi mara ya pili, maana yake unamrudisha Kristo msalabani. Kwa kuwa alishakufa kwa ajili ya dhambi, dhambi hiyo alishaifia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa tunaweza kuishinda dhambi kwa njia ya msamaha. Ndani ya msamaha ndipo ambapo kuna toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Ili mimi na wewe tuweze kuishinda dhambi, tunatakiwa tufike viwango vya kukiri udhaifu wetu, vya kukiri dhambi zetu. Mwisho wa siku tuanguke mbele za Bwana na kuomba toba. Yesu ni Kristo. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tunaona Kristo amesimama katika nafasi ya kikuhani ili kutusamehe dhambi ambazo tunatenda kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kazi ya kuhani ni kupatanisha, ni kusamehe dhambi. Upatanisho hautatokea pasipo msamaha. Ukiona watu wanagombana kila siku, ili upatanisho uweze kutokea, ni wale waliokoseana wafike viwango vya kusameheana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaweza kuishinda dhambi kwa njia ya msamaha. Kama umekubali kuwa una dhambi, ukafika viwango vya kukiri dhambi zako, Mungu yuko tayari kukusamehe na kukurejesha na kuifuta dhambi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunayaleta masomo haya ya msingi ndani ya kanisa? Ni ili hii mbegu inapopandwa ndani yetu tuweze kutembea katika daraja la kuvuka viwango vingine. Tukiweza kushinda aina ya dhambi hizi tatu, tunapoelekea tutakuwa washindi wakubwa sana wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 53:5, yeye alipigwa kwa ajili yetu, alijeruhiwa kwa ajili ya makosa yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa tunaweza kuishinda dhambi kwa njia ya msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize yule kana yako, ulishawahi kufika viwango vya kuomba msamaha kwa Bwana? Tatizo sio kutenda dhambi. Tatizo, je, unatambua kwamba umekosea na unatambua anayeweza kukusamehe ni nani? Yesu ni Kristo. Tunawezaje kusamehewa? Tunawezaje kusamehewa? Moja ni kwa njia ya toba. Toba ina hatua tatu. Tunapozungumzia toba, hii ni ishara ya kugeuka. Ni ishara ya kutambua makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Toba ina hatua tatu. Unapoomba toba, ukumbuke hizi hatua tatu. Hatua ya kwanza ni kuungama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuungama ni hatua ya kwanza ambayo inakutaka wewe mwenyewe ukubali dhambi kwamba umekosea. Uende mbele za Bwana kwamba Mungu, nimekosea, nimekutenda dhambi hii. Najutia kutenda dhambi hii. Hiyo ni hatua ya kwanza, kukubali kosa. Kuna watu wengine huwa hata kama wamekoseana, unashangaa nasema kwamba kama nimekosea nisamehe. Maana yake huna imani kama umekosea. Ukiona umemkosea mtu, sema kabisa nimekukosea, nimekukwaza, naomba unisamehe. Ukianza kusema kama nimekukosea naomba unisamehe, maana yake huna uhakika na kosa lako. Kuungama ni kukubali kosa. Unapoenda mbele za Bwana usianze kusema Mungu kama nimekosea nisamehe. No. Kubali kosa kwamba nimekosea, Mungu, nimekutenda dhambi, nimeanguka katika dhambi hii. Soma katika Mithali 28:13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Amen. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, lakini yule ambaye yuko tayari kuziungama dhambi zake, huyu ndiye ambaye atapata rehema. Wangapi wanataka kupata rehema kutoka kwa Bwana? Unapotenda dhambi, kubali dhambi, ungama mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua ya pili ni kuomba toba. Ukishaungama, nenda sasa kwa ajili ya kuomba toba mbele za Bwana. Anza kujutia. Toba ni ishara ya kugeuka, kwamba Mungu, naomba unisamehe katika dhambi hii ambayo nimekutenda, najutia kukutenda dhambi, naomba unisamehe. Dhambi inaondolewa kwa njia ya msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka 15:7. Nawaambia vivyo hivyo mtakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Amen. Ni furaha kubwa sana akitokea mtu mmoja ambaye anaweza kufika viwango vya kutubu kuliko watu wengi ambao hawana moyo wa kutubu. Hata kama ni mtu mmoja kwenye kundi la watu 100 akafika viwango vya kutambua makosa akatubu, mbele ya Mungu hiyo ni furaha kubwa sana kuliko watu 100 ambao hawawezi kukiri makosa yao na kutubu. Mimi na wewe tu miongoni mwa huyu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 5:32 Luka. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Msamaha umetokea pale ambapo dhambi ilitangazwa kwa mwanadamu. Wakati binadamu wa kwanza hajaanguka, hii
msamaha ulikuwa bado haujatangazwa. Baada ya Adamu kuanguka, ndipo ambapo imetolewa sadaka kamili ya msamaha ambayo ni Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Kristo hajafa kwa ajili yako, amekufa kwa ajili ya dhambi ambayo ilisababisha ulimwengu kuingia katika hatia ya uovu. Kwa Kristo alipokufa msalabani, ndio maana wanasema kwamba sijaja kwa ajili ya wenye haki, nimekuja kwa ajili ya dhambi, ili mwenye dhambi huyo aweze kutubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Ukisema hatuna dhambi kwa jidanganya. Ukisema kila siku uende mbele za Bwana ukisema Mungu mimi ni msafi, wewe bado ni dhaifu sana kiroho. Mtu ambaye anaweza kufika viwango vya kwenda mbele za Bwana akajiona ni mchafu kila siku, anaweza akasafishwa kila saa. Ukienda mbele za Bwana kila siku, Mungu mimi ni msafi, ukisema tuna dhambi kwa jidanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoenda mbele za Bwana, anza kuomba rehema. Ndio maana hata katika ratiba ya ibada, maombi ya kwanza huwa ni maombi ya toba. Sema tu watu yafuatilie. Tunapoanza ibada inatakiwa tuingie katika toba, tusafishwe, tutakaswe. Kwa kuwa tunapomaliza wiki nzima kuna mahali tunakwenda tumeanguka, kuna mahali tumekosea. Kwa tunapofika hapo, tunapoanza na toba, maana yake tunaanza katika ibada iliyobeba utakaso. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hajaja kwa ajili ya wenye haki, amekuja kwa ajili ya kuiondoa hiyo dhambi ambayo inasababisha mimi na wewe tusiwe wenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua ya tatu katika toba ni mikakati ya kutotenda dhambi tena. Hii ni hatua. Unapoomba toba, weka mikakati ya kutotenda dhambi tena. Umetenda dhambi leo, umetubu, kesho tena unaendelea kutenda dhambi. Hiyo toba uliyofanya, hizi hatua tatu hazijatenda kazi. Mikakati ya kutotenda dhambi tena. Hii ni hatua ambayo mimi na wewe tulikuwa tuifanye, kwamba tumekubaliwa na Mungu, tumeokoka. Tukubali tusirudie tena matapishi ya zamani. Bwana Yesu tusaidie sana. Ibrania 8:12. Kwa sababu utawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Amen. Amen. Kwa sababu yeye amesema atatusamehe dhambi zetu, wala yeye hatazikumbuka tena. Wewe jiulize, kama huyu Mungu mwenyewe anasema hatakumbuka dhambi zetu tena tunapotubu, inakuwaje unaporudia tena kutenda dhambi? Leo nimeiba, nimetubu, nimekiri kutotenda dhambi tena, alafu Mungu amenisamehe hii dhambi, hata ikumbuka tena, alafu nikaibi tena. Toba ina hatua ya mikakati ya kutotenda dhambi. Unapotubu, hakikisha unaweka mikakati ya kutotenda dhambi tena. Yesu ni Kristo. Inawezekana kutotenda dhambi kwako ni vigumu kuacha. Omba Mungu aifunge hiyo milango ya dhambi. Inawezekana kuishinda hiyo dhambi, wewe unashindwa. Najua ndio maana katika Agano Jipya mimi na wewe tumepewa ushauri wa Roho Mtakatifu, msaada wa Roho Mtakatifu. Maana kuna mahali sisi hatuwezi. Tumepewa kiongozi ambaye anaweza kutusaidia. Msihi Mungu akusaidie kuishinda hiyo milango ya dhambi ambayo inakufuatilia kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro wa pili 2:20-22 inazungumzia kwa habari ya mtu ambaye amesafishwa akawa safi, alafu akayarudia matope tena. Mimi na wewe tukatae kuyarudia matope katika jina la Yesu. Dhambi aina tatu na suluhisho lake. Kwa njia ya msamaha, mimi na wewe tunaweza kuishinda dhambi. Kwa nini tutubu? Hii ni tatu. Kwa nini tunatakiwa kutubu? Tunatubu kwa ajili ya wokovu. Tunapotubu tunatubu kwa ajili ya wokovu. Ukisoma Ufunuo 3:20, yeye anasimama mlangoni kila saa na kila wakati, akimtafuta ni nani atakaye tubu na kuingia katika pendo lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatubu ili tuweze kupata wokovu. Hata katika kanuni za kuokolewa, hakuna anayeweza kuokoka pasipo kukiri kwamba Mungu, nimekutenda dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu zote. Lazima tufike hatua
ya kuomba hiyo toba. Ukiona umeokoka pasipo toba kama hii, natakiwa ufike viwango vya kuomba toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotangaziwa Injili, ndio maana mtu anayekutangazia Injili, ukifika hatua ya kumkubali Yesu Kristo kwa ni Bwana na Mwokozi wako, lazima akuongoze sala ya toba. Kwa tunatubu kwa ajili ya wokovu. Huwezi kupata wokovu pasipo toba. Rumi 10:9 hadi 10. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Amen. Bwana Yesu pesa. Kwa kinywa mtu anaweza akapata wokovu, kwa kukiri, kwa kutamka. Kwa tunapotaka kuokolewa, lazima tupige viwango vya kuomba toba. Mungu aturehemu, atuingize katika pendo lake kwa upya. Bwana Yesu pesa. Isaya 44:22. Nimeyafuta makosa yako kama wingu zito, na dhambi zako kama wingu. Unirudie, maana nimekukomboa. Amen. Amen. Yesu pesa. Amen. Yeye ameyafuta makosa yetu kama wingu zito linavyotanda pale juu. Kusudi la kuyafuta haya makosa ni ili mimi na wewe tumrudie Bwana. Bwana Yesu pesa. Kwa hatuwezi kupata wokovu pasipo toba, pasipo msamaha. Unapoomba msamaha, hatua ya kwanza ambayo Mungu anaiachilia kama wewe ndio unaokoka, na anafuta jina lako katika kitabu cha hukumu. Analiandika jina lako katika kitabu cha uzima wa milele. Hapo hapo anakupa msaidizi mwema, Roho Mtakatifu, ili usitende dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Mungu ni mwaminifu kiasi gani mpaka aweze kufuta madhambi yote asikumbuke tena. Inawezekana umeua watu maelfu na maelfu, yeye haangalii. Unapofika viwango vya kutubu mbele zake, yeye anakusamehe. Mimi na wewe tuikatae mioyo ya kichiwi ambayo haiwezi kuwa na moyo wa toba ndani yetu. Kama unakosea hawezi kutubu, huo moyo ukatae katika jina la Yesu. Natamka moyo wa toba siku ya leo kwa kila mmoja mmoja, uumbike ndani kwa upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amri 10 zimegawanyika katika pande mbili. Upande wa kwanza ni upendo wa Mungu kwa binadamu. Upande wa pili ni upendo wa binadamu kwa binadamu. Ile njia ile ambayo Mungu anaitumia kwetu ili tuweze kumwomba msamaha, ndio ambayo ameitamka kwetu kwamba tunapokoseana tusameheane. Nazungumza kwa habari ya msamaha. Msamaha unafuta makosa. Kwa nini nimeanza na utangulizi huu? Hakuna ondoleo la dhambi pasipo msamaha. Yesu ni Kristo. 2. Kwa nini tunatubu? Ni ili kurudisha mahusiano yetu binafsi. Inawezekana umeomba msamaha mbele za Bwana, lakini kuna mahali mimi na wewe tunakoseana. Toba hii inatutaka mimi na wewe turudishe mahusiano yetu binafsi, kwamba napofarakana na shukuru na mimi nifike viwango vya kutubu, vya kuomba msamaha kwake. Kuna changamoto kubwa sana. Mtu anaweza akamkosea mtu. Kwa mfano, umenikosea mimi, wewe uliyenikosea, wewe ndio unatakiwa uje kuniomba msamaha, nimekukwaza katika hili. Lakini kwa moyo wa kijiwe ulio nao, unataka mimi ndio nije kupiga magoti mbele zako wakati wewe ndio umenikosea. Je, kama ni protokoli za kiungu, Mungu aje kupiga magoti mbele zetu? Pamba tumemkosea yeye, aje kuomba msamaha. Unapomkosea jirani yako, unapomkosea ndugu yako, usisite kuomba msamaha. Kuomba msamaha sio aibu. Hata kama ungekuwa baba, hata kama ungekuwa mama wa mtoto, umemkosea mtoto,
Fika viwango vya kukiri udhaifu, fika viwango vya kukiri dhambi uliyotenda. Ukisoma katika Mathayo 6:14, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe dhambi. 15, Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mkiwasamehe watu makosa yao, hata Baba wa mbinguni ndipo atakapowasamehe ninyi makosa yenu. Lakini msipowasamehe au mnaowakosea, hata Baba wa mbinguni hata wasamehe ninyi. Msamaha. Lakini Luka 17 mstari wa 3 hadi wa 4 tunaona inatuambiaje kwa habari ya hilo? Jilindeni, kama ndugu yako akikosa, muonye, ajitubu, usamehe. Hapo kwanza. Jilindeni, kama ndugu yako akikosa, muonye, akitubu, msamehe. Akitubu, msamehe. Unapokosea, omba msamaha kwa uliyemkosea. Namshukuru Mungu nilipokuwa naliandaa hili somo. Jana tu kuna mtu aliyekuwa amenikosea muda mrefu. Kila alipokuwa ananiona anakosa amani. Lakini jana amefika viwango vya kuomba msamaha kwangu. Amen. Nikasema Mungu asante kwa kuwa kusudi la hili somo lilikuwa limelenga watu fulani kufika viwango vya kutoka katika vifungo hivi. Msamaha unarejesha pumziko. Inawezekana kuna mahali mimi na wewe tumekosana. Ile dhambi inatunyima amani ndani yetu. Unaponiona wewe uliyenikosea unakosa amani, ile dhambi inakukumbusha wewe alifanya hiki. Lakini unapofika viwango vya kuomba msamaha binafsi wewe na uliyemkosea, unashangaa amani inarudi, furaha inarudi. Wengine mpaka wanatoa machozi. Msamaha unarejesha pumziko. Amen. Tamka roho ya kuomba msamaha katika jina la Yesu. Amen. Usiwe mtu wa kukosea kila siku ukajitia jeuri kwamba mimi siwezi kuomba msamaha kwa yule. Kubali kushuka. Mtu akikosea mmoja, akitubu msamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea. Na kama akikukosea mara 7 katika siku moja, na kurudi kwako mara 7, akisema nimetubu, msamehe. Amen. Hata kama umekosea mara 7 kwa siku moja, akirudi na kusema nimetubu, msamehe. Katika msamaha Jumapili tumeona kwamba ni msawaziko wa kutokumbuka makosa tena. Ni ile hali ya kutokumbuka kwamba huyu alinikosea hiki. Unaposamehe unaachilia. Natamka roho ya kuachilia ndani yako katika jina la Yesu. Yesu ni Kristo. Tunajua kinachosababisha mpaka watu wanagombana ni ile hali ya kutoomba msamaha. Hata kama mtu amekasirika viwango vya uso wake kuwa mwekundu, ukifika viwango vya kusema nisamehe nimekosea, yaani ile hali ya hasira inashuka. Temperature inaondoka. Msamaha una nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Kwa unapomkosea binadamu mwenzako, omba msamaha. Muombe msamaha. Msamaha sio aibu. Ukiomba msamaha hautakufa. Ukiomba msamaha ndipo ambapo unarejesha amani ya moyo wako. Angalizo ni kwamba unapokosea utambue kuwa umekosea. Usije ukaomba kama nimekukosea naomba unisamehe. Omba msamaha katika uhalisia kwamba nimekukosea katika hili, naomba unisamehe. Usibashiri kama Hii ni namba moja kubwa. Aina 3 za dhambi. Aina ya kwanza ni dhambi ya asili. Hii dhambi ya asili ni kiini cha dhambi zote. Hii dhambi ya asili ndiyo ambayo imemsababisha Kristo kufa msalabani. Hii dhambi ya asili ndiyo ambayo imetusababisha mimi na wewe tufike viwango vya kutambua toba ni nini. Mwanzo 1:27. Mungu alimuumba mwanadamu akiwa mzuri. Mungu alimuumba mwanadamu katika mfano wake. Mtu ambaye ni mfano wa Mungu hawezi kutenda dhambi. Yaani mimi ni mfano wa Mungu, alafu nianze kutenda dhambi. Huo mfano wa Mungu unatokea wapi? Yaani mimi natamka kwa mfano wa Mungu, alafu kesho wananikuta wananifumania ndani ya chumba nafanya uzinzi na mke wa mtu. Au wananifumania nimeiba.
Huu mfano wa Mungu unatoka wapi? Mfano wa Mungu tunaona ni ule ambao binadamu huyu anatakiwa atembee katika njia za kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa binadamu alipokuwa ameumbwa katika mfano wa Mungu, huyu alikuwa hana hii nature ya binadamu kuwa na dhambi ya asili. Alikuwa hana nature hii ya dhambi. Tunaona katika Mwanzo 2:16 hadi 17 Mungu anampa mwanadamu agano, huyu binadamu aliyekuwa ni mfano wake. Anamwambia bustanini kula matunda yote. Alichokuwa anataka mwanadamu ni ili aendelee kulishika agano la Mungu, aendelee kuilinda ile sheria ya Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Lakini Mwanzo 3:1 mpaka 6, hebu tuyasome haya mafungu hili. Mwanzo 2:16 tuanze. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Siku utakapokula matunda ya mti huo ambao nimekuagiza usile, utakufa na dhambi itakuandama. Ndio maana ukianza ukisoma ukiendelea pale mbele, tunaona Mungu anaanza kuitamka laana, kwa kuwa amefanya hivi, ardhi zimelaaniwa kwa sababu yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwanzo 3:1 mpaka 6 tunamuona huyu adui anakuja na mdanganya binadamu ambaye alikuwa anaishi kwa furaha na kuingiza hila ya kutenda dhambi. Dhambi ya asili ni nature ya binadamu kutomwamini Mungu. Mtu anayemwamini Mungu hawezi kuiba. Mtu anayemwamini Mungu hawezi kusema uongo. Kwa kitendo cha nature hivi ya binadamu kutomwamini Mungu ndicho ambacho kinafungua milango ya dhambi nyingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Matokeo ya dhambi hii ni jehanamu. Kama mtu hawezi kufika viwango vya kukiri toba na kuomba msamaha kwa ajili ya dhambi hii, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Moja kwa moja huyu ni mtu wa jehanamu. Yohana 3:17 inadhihirisha, amwaminie yeye ana uzima, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kataa kuhukumiwa katika jina la Yesu. Amen. Wewe ambaye kwa ulimwenguni unayejitia jeuri kwamba uko salama, kwamba unamwamini Mungu, fika viwango vya kumkiri huyu Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako. Kiwango cha kukiri kwa kinywa chako unapata haki. Maana kwa moyo mtu hupata uzima, na kwa kuongea kwa kukiri mtu anapata rehema za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Fika viwango vya kuomba toba. Unapoomba toba, maana yake umemkubali Kristo aingie kwa ndani ya kwa upya ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina shauku ya wewe na mimi kufika viwango vya kumtambua huyu Kristo ni nani. Yohana wa kwanza 3:8. Mimi na wewe tulifanyika kuwa watoto wa Ibilisi pale ambapo tulikubali kutenda dhambi. Lakini kwa sababu ya Kristo mwenyewe kufa msalabani, yeye amekuja kuiondoa dhambi hii ndani yetu. Anaiondoaje? Ni kwa njia ya toba, msamaha. Ukubali kuomba msamaha kwamba Mungu, nilikutenda dhambi, naomba unirehemu. Naomba unisamehe. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Nisamehe hii dhambi ya kutoamini. Nature ya binadamu kutoamini Mungu imesababisha hukumu. Ili tuweze kutoka katika hukumu hii, mimi na wewe tunatakiwa kumwamini Yesu Kristo kwa upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 25:41. Kisha atawaambia, na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Amen. Wale walioko katika mkono wa kushoto wataambiwa, ondokeni mliolaaniwa. Mimi na wewe tukatae kuwa katika kundi hili. Mimi na wewe tuwe katika mkono wake wa haki, tuulisi uzima wa milele. Kwa dhambi ya asili, tiketi mojawapo ya kuingia jehanamu. Suluhisho lake ni Rumi 10:9 hadi 10. Mimi na wewe tumkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wetu. Bwana Yesu Kristo. Tunapomkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wetu, Yohana 1:12 inakuja inatimizwa kwetu. Tunakuwa watoto wa Mungu badala ya kuwa watoto wa Shetani. Bwana Yesu Kristo. Dhambi ya pili ni dhambi ya mabavu. Dhambi ya mabavu
Hii ni dhambi ya urithi. Hii ni dhambi ya ukoo. Dhambi hii inasababisha laana, inasababisha majanga, inasababisha laana, inasababisha mikosi, inasababisha ruksi, inasababisha mipaka kushindwa. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu kila mmoja anataka kutembea katika urithi wake. Urithi ambao alikuwa anaishi nao kwa wazazi wake, anapoolewa ndio anataka aanze kutumia ule ule. Inawezekana alikuwa anamuona mama yake anamuendesha mume wake, anapoingia kwenye ndoa anatakiwa na yeye aanze kutumia ule ule urithi. Taibomoa ndoa yako dakika chache sana. Mnapooana mnaanza kufanana tabia, maneno, fikra. Kuna urithi ambao mama yako alikuwa anakula kwa mume wake. Unapoingia kwenye ndoa, angalia, je, unapotumia unaleta magomvi au aleti magomvi? Kama unaleta magomvi, jua kwamba huo ni urithi mbaya, utakiwi utupe mbali. Bwana Yesu pesa. Inawezekana kwenye kazi kuna watu wanafukuzwa sana kwenye ukoo. Angalia, hivi ninapofanya hiki kinasababisha kufukuzwa kwangu kama ndugu yangu alivyofukuzwa. Kama ni urithi huo, uache katika jina la Yesu. Yesu ni Kristo. Ombolezo 5:7. Hii inazungumza kwa habari ya dhambi ya ukoo. Karibu kwenye Biblia. Baba zetu walitenda dhambi hata hawapo, na sisi tumechukua maovu yao. Baba zetu walitenda dhambi hata hawapo, na sisi tunazichukua dhambi zile zile ndizo tunazotembea nazo. Kwa Kristo amekufa kwa ajili ya kutatua matatizo haya ya dhambi. Dhambi ya ukoo, dhambi ya urithi. Ukiangalia katika Filipi 3:7-8, tunaona Paulo anazungumzia yale yaliyokuwa ni faida kwake, aliyokuwa anayaona ni mazuri kwake. Baada ya kumjua Kristo akayaona kuwa ni mavi. Inawezekana kuna tabia unaziona ni njema kwako, lakini zinasababisha wewe ukose amani unapokaa. Sikatae katika jina la Yesu. Yesu ni Kristo. Usije ukatumia mbinu ya ukoo ikakusababishia kukosa amani. Hizi zinasababisha majanga. Watu wengi katika ukoo wanashindwa kufanikiwa. Unashangaa katika ukoo kuna mtu alisoma kaishia darasa la 7. Unapozaa mtoto unamwambia usisome, kwani kwenye ukoo wenu nani alifika mbele? Huo ni urithi mbaya, ukatae katika jina la Yesu. Inawezekana waliokutangulia wakashindwa kufika mbele, lakini wewe ukafika mbele zaidi ya walipokuwa wanafikiria wao. Kataa urithi mbovu katika jina la Yesu. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Matokeo ya dhambi hizi tunaona ni laana, mikosi, nuksi, mipaka, kushindwa. Kataa kushindwa kwa sababu ya dhambi ya ukoo. Mwanzo 3:17. Hii tunaona ni baada ya mwanadamu kufarakana na Mungu. Tunaona kizazi chake kimekuwa ni kizazi cha namna gani? Karibu mwenye Biblia. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia, kwa kuwa umesikiliza sauti ya shetani, ya adui, na ukala matunda ambayo nimekuagiza usile, umelaaniwa na kizazi chako kimelaaniwa. Ndio maana tukisoma katika sura ya Mwanzo 4:1 hadi mstari wa 11 tunaona Adamu anaanzisha familia na Hawa. Anapozaa watoto, kinatokea kizazi kinachorithi ukoo mbaya, urithi mbaya wa dhambi ya asili. Mtu mmoja ndani ya ukoo, mtoto wake anafika viwango vya kumuua mwenzake, eti kisa amekubaliwa, kisa sadaka. Yesu ni Kristo. Kwa hiyo ni matokeo ya dhambi ya urithi. Suluhisho lake, ili mimi na wewe tuweze kushinda hii dhambi ya urithi, mimi na wewe tulisishe agano kwenye kizazi chetu. Tukilisisha agano kwenye kizazi chetu, hakuna urithi mbaya utakaoendelea. Kama alivyofanya Hana kuilisisha injili ndani ya Samueli,
Samueli hakuliacha hata neno la Mungu lidondoke chini. Kwa hata mimi na wewe tukilisisha agano, baada ya kulisi vitu vibaya, watoto wetu watalishika agano pekee. Amen. Yesu ni Kristo. Falme wa pili, Falme wa kwanza 19 mstari wa 30. Hawa watoto tukiwahilisisha injili, hii injili itaenda kukita mizizi chini na kuzaa matunda juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Tunawezaje? Suluhisho la pili ni mamlaka ya kukemea dhambi hii kwa maombi na kwa kinywa. Ili mimi na wewe tuweze kuishinda hii dhambi ya ulisi, tufike viwango vya kuikemea. Inawezekana hii dhambi ikawa inasababisha majanga tu, lakini hii haiwezi kuzuia kusababisha wewe jehanamu pia. Yesu ni Kristo. Ni dhambi ya ulisi, lakini inaweza kusababisha wewe usiingie katika ufalme wa Mungu pia. Kama ulisi wenu ni wa kuua, hakuna muuaji anayeenda mbinguni. Kwa mimi na wewe tunatakiwa kulisisha agano. Mbili, mimi na wewe tuwe na mamlaka ya kukemea dhambi hii kwa maombi. Matendo 2 mstari wa 21. Na itakuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Amen. Kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Mimi na wewe tunapoingia katika maombi, tulitamke jina la Yesu kushinda kila aina ya dhambi ya ulisi. Amen. Tukemee. Kukemea ni mamlaka. Mimi nikiwa naombea pepo, huwa nakaza sura. Nakaza sura. Sio unasema wewe pepo toka. Pepo ondoka. Yule sio mama yako yule. Ivae mamlaka ya kikuhani, mamlaka ya kifalme. Kukemea hiyo roho ishindwe katika jina la Yesu. Kuna dhambi za ulisi, mimi na wewe tuvae nguvu ya kiroho kuikemea. Yeye anakuambia mimi nikiona pepo alitoki na nisogezea spika kwenye sikio. Alafu naenda kaongeza sauti ya mwisho. Nikiingia kwenye mic nikisema pepo toka. Kule. Sasa hizo mbinu nyingine naona ni mbinu nyingine. Yesu ni Kristo. Kwa mimi na wewe tuwe na mamlaka ya kukemea. Yakobo 4:17, mtiini Bwana, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mimi na wewe tukimtii Mungu, tutaenda kuzipinga kila hila za shetani ambazo zinashikiliwa katika ukoo wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Misali 28 mstari wa 23, karibu. Wakati amkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali zaidi ya mtu ajipendekezaye kwa ulimi wake. Amen. Amkemeaye mwenzake atapata kibali. Mimi na wewe tunapoona mtu anaenda kinyume, tukemee hizo roho katika jina la Yesu. Yesu ni Kristo. Mimi kwenye ndoa yangu, hata kama ukiniona mkali, mimi nikiona vitu ni vibaya sitaacha kukemea. Hata kama ukisema mimi ni mkali kwenye ndoa, siwezi kuacha mambo mabaya yaendelee kwenye ndoa eti kisa mimi ni mpole. Nakemea. Siwezi kuacha kukemea roho ambazo zinaweza kusababisha ndoa yangu kuanguka eti kisa kukusikiliza wewe. Na ivaa mamlaka ya kukemea ili niweze kuipanda mbegu katika ndoa yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sije ukanitafakari ukale wangu nao tumia kwenye familia kwamba nafanya makosa. Nakemea roho ambazo naona zinaweza zikaiangusha safina yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Tunatakiwa kukemea. Tunapoona mabaya tusiyanyamazie. Misali 23:13 hadi 14. Usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hatakufa. Amen. Usimnyime mtoto mapigo, maana unapompiga hata kufa. 14. Utampiga kwa fimbo na kumwokoa nafsi yake na kuzimu. Amen. Utampiga kwa fimbo na kumwokoa na nafsi yake na kuzimu. Kuna mtoto anapokuwa anaanza kuzilisi tabia mbovu, unaziona kabisa. Wewe unapoanza kuchekelea kwamba anafanya vema, mwisho wa siku unamwandalia njia mbaya. Mimi na wewe watoto wanapokosea tuwaonye katika jina la Yesu. Amen. Yesu ni Kristo. Kuna tamka siku ya leo, kama unaona kuna ulisi mbao unatembea kwako, ivae mamlaka ya kifalme kukemea hizo roho zishindwe katika jina la Yesu. Dhambi ya tatu na ya mwisho ni dhambi ya kutenda. Hii ni dhambi ambayo mimi na wewe kila siku hatuwezi kuiepuka. Umejiepusha na wizi, unashangaa unasema uongo.
mimi huwa nafanya mazoezi siku hizi. Nikiona nimeambatana na wewe kaanza kunilisisha tabia mbovu, mimi huwa nakula kona mapema. Kwa nini? Kwa sababu tabia huwa zinaambukizana. Wewe angalia mtu anayeelewa, ukitembea naye kama una nguvu ya kuishinda roho, na utakuwa mlevi tu. Yesu ni Kristo. Dhambi za kutenda. Yohana 8 mstari wa 34. Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kila tendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mimi na wewe tukatae kuwa watumwa wa dhambi katika jina la Yesu. Hata kama tunatenda dhambi kila siku, tuombe Mungu atufungie hiyo milango ya kutenda dhambi, tusitende dhambi tena. Bwana Yesu Kristo. Amen. Galatia 5:19. Matokeo ya dhambi hii ni majanga, aibu. Kisoma katika Mwanzo 19:1 ukaruka ukasoma na mstari wa 3 hadi wa 5, tunaona Sodoma na Gomora inapigwa kibiriti kwa sababu ya dhambi hizi za kutenda. Mwanzo 19:21, gharika inatokea kwa sababu ya Wanefi, watu ambao wamekataa kutii agano la Mungu na kutaka mashauri yao wenyewe. Mimi na wewe tukatae dhambi za kutenda katika jina la Yesu. Suluhisho ili mimi na wewe tuweze kushinda dhambi hii, mimi na wewe tukubali kujazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu tuwe sawa. Galatia 5:18. Lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. 22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Amen. Mkiongozwa na Roho Mtakatifu hampo chini ya sheria, hampo chini ya dhambi. Efeso 4:30. Na wakati huo kuleza akiwa juu ya stage. 4:30 nasema, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mmetiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Amen. Msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu. Mimi na wewe tunapomsikia Roho Mtakatifu atukataza kutenda dhambi, tumtii katika jina la